Skiza Show. Safari ya mbinguni imekuwa ni ngumu, milima hata na mabonde mara nyingi tunaipitia, ila jambo moja kamwe hatutalisahau: akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama. Misukosuko mingi kwenye maisha haya kamwe isiturudishe nyuma katika safari ya mbinguni. Mambo yakiwa magumu, tusisahau kwamba akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama. Yanatusubiri huko juu, tukishaimaliza safari, meza kubwa imeandaliwa na mwenyeji wetu wa mbinguni ni Bwana Yesu. Akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Akiwapo Yesu mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, wenzangu amini kote ni salama. Salama, yote ni salama. Salama, yote ni salama. Bwana Yesu akituongoza, mambo yote ni salama.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli wimbo huo ni taratibu na zaidi ya yote inasema kwamba mambo yote ni salama tukiwa na Yesu. Na vile vile mpenzi mtazamaji, kwa mara ya kwanza, si mara ya kwanza tu, bali miaka kadhaa zilizopita tulikuwa na kikao pia na kwaya ya Burka, lakini zaidi ya yote mwaka huu wa 2025 tupo na kikao tena rasmi na viongozi na washiriki na pia sasa wanakwaya wa SDA Burka kwaya. Siku ya leo tutakuwa na mahojiano na kuzungumza tu dhahiri shairi tujue ni nini hasa ambapo zinachangia sana kwaya hii kuvuma na kuendelea na kutangaza injili kote duniani. Bila shaka leo hii wamejumuika nasi kwenye makambi ya mwaka 2025 kuanzia siku ya Jumapili tarehe 17 walikuwa nasi, na wiki nzima leo hii tunarekodi hii kanda ya tarehe 22 ambapo siku ya Sabato takatifu tutakuwa tunafungamana na virago vyetu vya ibada ya injili ya Sabato. Mpendwa, tazama maonyesho haya kwenye Get the Point, vile vile the big picture, na vile vile pia maonyesho haya yatasambazwa moja kwa moja kwenye mitandao ya Riruta East SDA Church na moja kwa moja sawia kwenye mitandao ya Burka SDA Church, mitandao yote Facebook, YouTube na hata TikTok, Instagram, all social media platforms. If you're joining us for the first time, this is Burka SDA Church. My name is Sesmo Times. Lakini mwanzo kabisa wacha tuanze na ombi. Tafadhali kiongozi wa ibada, spiritual leader, tuanzie na ombi. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tunashukuru kwa ajili ya ulinzi wa pekee kwa kuwa umetulinda tangu kambi hili lilipoanza siku ya Jumapili na leo tumefika siku ya 6 ya juma. Tunashukuru jina lako, lakini tunashukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha pekee ambacho tunarusha hizi nyimbo na wengi watakuwa wakiangalia, na yeyote atakayeangalia aweze kukua karibu nawe huku akijiandaa kwa ajili ya kuja kwa mara ya pili. Tunaomba upate kwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Moja kwa moja tafadhali, nimeona katibu wa kwaya yupo tayari, na vile vile ningependa tu kuweza kuuliza swali 2-3 kabla hatujakaribisha wimbo mwingine kutoka kwa wanaburka. Basi bila shaka wale ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, hebu tuelezee simulizi tu halisi ya kwaya hii ya Burka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Enoch Paul, ni katibu wa kwaya ya Burka. Ni kwaya ambayo imeanza miaka mingi kidogo, takriban kuanzia mwaka 1985 ndipo kwaya hii ilipoanza rasmi, na baada ya hapo inaendelea na huduma yake ya waimbaji. Kazi kubwa ambayo kwaya hii inafanya ni kwaya ya wainjilisti kwa njia ya uimbaji, na mwaka huu tunamshukuru Mungu tumepata bahati ya kusajili wanakwaya 75, na kwa bahati nzuri tuliobahatika kufika hapa tuko jumla wanakwaya 42. Kabisa, 1985 ni kitambo sana. Ni nini ambacho unajivunia kama katibu wa hivi sasa wa hii kwaya? Moja kati ya vitu ninavyojivunia katika hii kwaya, jambo la kwanza ni umoja katikati ya kwaya hii. Ni moja kati ya kwaya ambayo inasambaza kanda zake, inasambaza nyimbo zake kwa njia pekee sana. Vile vile tunafanya kazi ya uinjilisti katika mikutano mbalimbali, tunafanya effort kama kwaya, tunaenda kwenye makambi mbalimbali. Pamoja na hayo yote tunamtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kabisa. Asante sana. Huyo ni katibu wa kwaya ya Burka, na vile vile pia ningependa tukusikia sauti ya mzee wa kanisa wa Burka. Vile vile pia angeweza kutuelezea kama Burka ni kwaya rasmi, hiyo ndio mother church ama namna gani? Mzee wa kanisa, karibu sana. Tufahamishe jina lako, alafu tuambie kwamba baadhi ya vitu vyote ambavyo mmefanya kuanzia miaka hizo za awali hadi sasa kama kanisa mnajivunia namna gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Zawadi Jafeti Penda Amani, ni mmoja kati ya wazee wa kanisa la Burka, ambalo kwa mwaka huu tuko wazee 5 na mchungaji mmoja ambaye anaitwa mchungaji Cliff Mtewele. Ambacho najivunia katika kwaya hii, kama ambavyo katibu wa kwaya amesema ya kwamba ilianza rasmi mwaka 1985, lakini rasmi kabisa niseme tu kwamba ilikuwa mwaka 1986. Wow. Kwa hivyo imekuwa ikimtumikia Mungu kwa kipindi kirefu, na mimi kama mmoja wa waimbaji
najivunia sana kuwa katika kwaya hii. Amen. Kwaya hii rasmi kabisa imeanza kurekodi nyimbo zake miaka ya 1993 kwenda 94 hapo. Sijakumbuka vizuri, lakini nafikiri ndiko ambako ilianza kutoa video, sio video, audio. Kipindi hicho ikiwa ni zile za kuzunguka enzi ya Mwalimu, zile cassette. Katibu msaidizi ananikumbusha, ananiambia zile zinaitwa cassette. Ni kweli ndiko tulianza. Na pia mialiko ya kwaya hii kuja katika jiji hili la Nairobi ilianza miaka ya 1993 kama sio 94. Na ninakumbuka tulikuja kati ya makanisa ambayo tumekuja huku awali ni kanisa la Shauri Moyo pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Makongeni katika jiji la Nairobi. Hiyo ilikuwa ni miaka ya 93 94 hapo. Kwa hivyo ninajivunia sana kwa kuwa katika kwaya hii. Lakini kwa ujumla kanisa letu linaipenda kwaya hii. Amen. Na kwa kweli tunashikamana nayo. Wasipokuwepo kanisani, kanisa linajua kwamba kweli kuna kikosi kikubwa kimeondoka hakipo. Maana utakuta katika kwaya hii viongozi wengi wa kanisa wapo. Mimi mwenyewe ni mzee wa kanisa lakini ni mwanakwaya. Lakini mwenyekiti wa kwaya hii pia ni mkurugenzi wa shule ya Sabato kwa mwaka huu. Ukiangalia makarani wa kanisa wawili wote wako kwenye kwaya hii. Na wajumbe wengi wa baraza la kanisa wapo humu kwenye hii kwaya. Kwa hivyo kama kanisa tunajivunia kuwa na kwaya kubwa, lakini ni kwaya pia ambayo tunaitambua ya kwamba ni kwaya ya kiroho. Isingekuwa ya kiroho isingedumu miaka yote hiyo. Kuanzia miaka 86 mpaka leo ni kwa uwezo wa Mungu peke yake ndio maana tumefikia hapo. Kabisa. Lakini mambo kadhaa ambayo kwaya imekuwa ikifanya kama alivyoeleza katibu ni uinjilisti, kwenda kwenye maefoti mbalimbali, unapowaita wanakuja na kwa kweli ni uinjilisti. Kabisa. Jina lako linavutia sana, wewe kama mzee wa kanisa na wewe ndio moja kati ya wazee hapa. Ulianza kuimba kwaya ukiwa umri upi, alafu utakuja kwa spiritual leader? Nafikiri ndio itakuwa sauti yetu ya mwanaume ya mwisho, kisha tupate wanadada wawili watatu, alafu tupige kanda moja mbili, alafu tumalize jedwali hii inavyopaswa. Ulianza kuimba ukiwa na umri wa miaka ngapi, angalau watu wapate motivation? Asante sana. Mimi kwaya hii nilianza kuimba mwaka 1992. Mwezi wa 12 11 hivi ndio tulianza. Mimi nilianza. Amazing. Ndio tulipoanza. Nikiwa mdogo. Mnasemaje? Amen. Kitambo sana. Ni kitambo kwa kweli. Ndio nilivyoanza. Asante sana, na ni vizuri umeshikilia imani. Wacha tuingie kwenye spiritual leader. Ni nani anakusumbua sana? Mambo ya imani, mambo ya injili ni ngumu sana, sivyo? Ni nani hapa anakusumbua sana katika kueneza hii injili? Na unaona ni kana kwamba mnaweza vurugana kidogo. Na iwapo kuna vurugu ambayo inatokea kwenye kwaya, tunailainisha namna gani? Asante sana. Kwa kweli Mungu ndiye aliyetusaidia kama mwenyekiti alivyosema mzee wa kanisa. Mungu ndiye aliyetusaidia kudumu kuanzia kipindi kile. Mimi nilijiunga na kwaya mwaka 91 mwishoni. Lakini tangu wakati ule kulikuwa na mambo mengi, lakini kwa neema ya Mungu tunapofanya maombi na kujifunza neno la Mungu, Amen. Mungu anaendelea kutudumisha mpaka sasa. Na hadi sasa tunaendelea kumtegemea Mungu na tuna imani kwamba kwa neema ya Mungu tutaendelea kudumu hadi mwisho Yesu atakapo. Changamoto zipi ambazo mnapitia kama wainjilisti kwa uimbaji? Changamoto ambazo tunapitia ni kwamba wakati mwingine kuna wengine wanashindwa labda kuhudumu. Kwa mfano kama katibu alivyosema tuko 70 ambao tumesajiliwa mwaka huu, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali wengine unakuta hawapo, lakini tunaendelea kuwaombea ili Mungu aendelee kuwagusa na tuweze kujumuika kwa pamoja kabisa kuendeleza kazi ya injili. Alafu bila shaka asante sana, na kiongozi wa kwaya sana sekta ya uimbaji atainua tu mkono nimuone, alafu kisha nimuulize swali na pia tuweze kupata moja sauti ya wanadada. Mpenzi mtazamaji, unatazama kwenye Get the Point, the big picture, Riruta East SDA Church na vile vile SDA Burka Choir. Endelea kutazama. Kama unatazama sasa hivi, kumbuka kusubscribe na kucomment na kulike, na vile vile pia injili ipate kuendelea. Kiongozi wa kwaya hasa wa uimbaji ni nani hasa? Frida. Sawa Frida.
Asante sana Frida. Kuna nyimbo kadhaa ambazo mmezitoa. Ni nyimbo zipi ambazo mmezitoa, na unaweza kuzitaja tu kwa majina, alafu kisha ni gani ambayo inapata kibali ama nuru sana sana kwa masikio yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Frida Joshua Tuoro, ni katibu msaidizi wa kwaya ya kanisa. Tumeanza kurekodi video mwaka 2007. Na video hiyo inaenda kwa jina la Asubuhi Njema. Lakini mwaka unaofuata turekodi video nyingine ambao ni Mwana Kondoo. Lakini pia tumerekodi video namba 3 ambayo ni Tumtafute Mungu. Lakini tukaenda namba 4 ilikuwa ni Baba Nieleze. Namba 5 Japo Nikiwaza. Lakini namba 6 ndio mpya, Tazameni Pendo. Kwa hiyo katika namba 7 tunayo inaitwa Yoshua. Lakini katika albamu zote hizo kila wimbo ambao umewekwa katika albamu ndio uliopamba moto na kufanya watu wafurahie albamu nzima kabisa. Asante sana kiongozi wa uimbaji, asante sana. Wakati tulikuwa tunapiga picha mama alitufurahisha sana na smile yake ya utaratibu. Hebu aliyevaa miwani, asante sana. Hebu smile kwanza waone nuru ya smile, alafu kisha utuambie ni nini ambacho kinakuweka kwenye kwaya na msingi thabiti na maintain kwa kwaya, hata japokuwa nini kifanyike, sisi tuna maintain to the fullest. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Upendo Mwerinde. Ni mwimbaji wa sauti ya pili alto katika kwaya ya Burka. Kinachonivutia katika kwaya hii ya Burka ni upendo, mshikamano, lakini pia katika kuongoa roho. Amen. Alright, kuongoa roho, na vile pia naona unataka kuzungumza. Asante sana. Wacha tupatie mama anataka kuzungumza. Wasema nini mama? Ni wewe tu. Sawa, zungumza nasi tuambie unahisi namna gani uko kwenye kwaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Lightness Mugaya. Ninabarikiwa sana kuwa na kwaya hii. Amen. Ninapokuwa ndani ya kundi hili, kwa kweli ninasaidika hasa katika maisha yangu ya kiroho binafsi. Lakini pia inanisogeza karibu na Mungu wa mbinguni. Na tusichoke kumwimbia Mungu wa mbinguni. Tuifanye kazi ya Mungu hata arudipo Yesu tuwe tayari kumlaki. Amen. Tupate sauti sasa ya mwisho. Kiongozi, wewe ndio tunatoshana na wewe kwa kwaya, ama ni yule? Ni huyo, sivyo? Ni vile mimi sina mambo fulani kwenye sura yangu kama ndevu, lakini na imani kwamba wewe ndio mdogo sana. Nafikiri nimekushinda na miaka, sivyo? Wewe unaimba sauti ya bass, sivyo? Naam. Hebu nguruma nasi kidogo kwenye mitandao tusikie sauti ya bass vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naam. Nzuri. Haya, sasa imba Asubuhi Njema na bass. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. MC. Uko vizuri. Tatizo ni kwamba umenishtukiza. Nimekushtukia. Ila niko vizuri. Kweli. Asante sana. Sawa. Haina wasiwasi. Lakini je, nimekushtukia sasa, wewe unaweza penda kusema nini kuhusiana na hii kwaya? Alafu wewe ndio utatumika kama yule wa kutuma salamu kwa wale wanatutazama na pia pale nje. Okay. Kwa majina ninaitwa Innocent Ojwang Bwana. Ni mkuu wa mawasiliano kwenye kwaya hii ya Burka. Ninaimba sauti ya 4. Ndio. Asante sana. Naam. Unaona nimeguess vizuri, si ndio? Get the point. Yeye ni mkuu wa mawasiliano na hivi sasa tunafanya mawasiliano. Tunapataje kwenye mitandao ya kijamii? Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kupitia mtandao wa Instagram. Amen. Kama Burka SDA Church Choir. Ukisearch Burka_SDA_choir unatupata vizuri. Amen. Lakini pia kwenye mtandao wa YouTube tumo, tunapatikana kwa jina la Burka SDA Church Choir. Alright. Naam. Kwa mitandao ndio hiyo tu tunapatikana kwa sasa. Kabisa. Ndio. Asante sana kiongozi wa mawasiliano. Vile vile mpenzi mtazamaji, tumekata kauli sasa na tumemaliza. Hii ndio tu zawadi kubwa ambayo runinga ya Get the Point na vile vile Get the Picture, the Big Picture na pia Riruta East SDA Church na vile vile
burka wangeweza kupata ili kuwasilisha ujumbe wao kwenye mitandao ya kijamii. Tumezungumza just a glimpse of what is happening, but of course later on we'll have the different conversations as far as the ministry is concerned. Lakini sasa hivi niruhusu tu tupigie kanda moja ama mbili alafu tumalize jedwali hii, manake tuna shughuli zingine za injili. Mpenzi mtazamaji, umekuwa ukitazama na vile vile tumekuwa na mahojiano na wanaburka. Watakapoondoka kurudi mwendo wa Tanzania, tunawatakia kila laheri. Hadi sasa endelea kutazama. Jina langu ni Sasmo Times, tupatane baadaye. Haya kiongozi, ukiwa tayari, roll it in. Kuja kwake Yesu mara ya pili ni tukio halisi litakaloshuhudiwa. Atakuja waziwazi, haji kwa siri. Wanadamu wenye waliokufa na walio hai watashuhudia ujio wake. Toka kote pande zote za dunia. Kuja kwake Yesu mara ya pili ni tukio halisi litakaloshuhudiwa. Atakuja waziwazi, haji kwa siri. Wanadamu wengi waliokufa na walio hai watashuhudia ujio wake. Toka kote pande zote za dunia. Ujio wake. Toka kote pande zote za dunia. Ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele. Ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele. Atakuja Yesu mara ya pili akiwa si mwana seremala tena. Atakuja kwa nguvu ya utukufu wake, akiwa Bwana wa mabwana, mfalme wetu, na jeshi kubwa la malaika watakatifu, na kila jicho litamwona mfalme wetu siku ajapo. Atakuja Yesu mara ya pili akiwa si mwana seremala tena. Atakuja kwa nguvu ya utukufu wake, akiwa Bwana wa mabwana, mfalme wetu, na jeshi kubwa la malaika watakatifu, na kila jicho litamwona mfalme wetu siku ajapo. Na kila jicho litamwona mfalme wetu siku ajapo. Ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele. Ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele. Ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija.
kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele, ni siku ya kutisha, kilio, kusaga meno kwa wenye dhambi wote, lakini kwa wenye haki ni siku ya furaha, shangwe na vigelegele kumuona mfalme wetu akija. Itakuwa shangwe tele. Get the point. Take a step forward.